بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا من علم آدم علمنا ويا من فهم سليمان فهمنا. أيها الإخوة، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته، فقد فاز المتقون. قال تعالى: إن للمتقين مفازا. Ndugu zangu wa Islam, kwanza kabisa najihusia nafsi yangu na kuwahusieni juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala aliyetuafikia kujumuika katika nyumba tukufu kama hii, kwani si ujanja wetu na wala si uwerevu wetu, isipokuwa ni taufiki kutoka kwake jalla jalalu. Turejeshe shukurani za dhati kwake yeye kwa kusema alhamdulillah, na kwa ukamilifu ni tufanye yale yote ambayo kwamba ametuamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuyafanye. Yale ambayo tumekatazwa basi tuwe ni wenye kukatazika, na kumtakia rehma na amani sallallahu alayhi wasallam tukufu wa daraja bwana mtume Muhammad. Tuwe ni wenye kufanya wingi wa kumswalia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ikiwemo haswa ikiwa katika siku ya Jumaa, tufanye wengi wa kumswalia mtu mtukufu kama huyo. Ndugu zangu wa Islam, khutba yetu ya leo ya Ijumaa ipo chini ya anwani wasailul ashr linaili rahmatir rahmani arrahim, mambo 10 ambayo kwamba ni sababu ya kupata rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bimaana yajue mambo 10 ambayo ni sababu ya mimi na wewe kupata rehma ya Mola wetu jalla jalalu. Ndugu zangu wa Islam, sisi hatuishi katika hungongo wa ardhi kwa nguvu zetu, wala hatuishi kwa nguvu za wenzetu, bali tuishi katika hungongo wa ardhi kwa rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila kitu kinaendeshwa na rehma za jalla jalalu. Rehma zake ndio leo hii tupumua, rehma zake ndio leo hii mimi na wewe tumeafikiwa kuja kutekeleza ibada ya Ijumaa kama hii. Kwa rehma zake mimi na wewe tunakula, tunakunywa. Kwa rehma zake watu wanalia, maisha ni magumu, maisha ni mazito, lakini huyo anaelia, anakula, anakunywa. Hii yote ni kuonyesha sisi tupo chini ya rehma, tuishi na rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bila rehma za Mwenyezi Mungu basi tutakuwa ni wenye kuhasirika, tutakuwa ni wenye kuangamia. Walakin nahnu naishu bi rahmatillah, tuishi kwa rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu kiangalia Ar-Rahman na Ar-Rahim ni katika majina 99 miongoni mwa majina 99 ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahman ipo ndani na Ar-Rahim pia kadhalika lipo ndani. Ar-Rahman fahuwa dhur-rahmatil wasi'a ash-shamila li jami'i khalqihi Subhanahu wa Ta'ala. Pale aliposema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Ar-Rahman ni jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambalo kwamba limekusanya rehma pana, rehma zenye kufungamana na kila kitu katika hungongo wa ardhi au katika hivi viumbe,
bimaana Ar-Rahman ni mwenye kurehemu wema na wabaya hapa duniani, ndio maana ya Ar-Rahman. Na kadhalika Ar-Rahim huwa dhur-rahma lilmu'minina yawm al-qiyama. Ar-Rahim ni mwenye rehma, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenye kurehemu wema watupu kesho akhira, kesho siku ya kiyama, kesho siku ya malipo. Ndio pale Mola akasema wa kana bilmu'minina rahima, bimaana awatarehemewa waumini peke yake. Waumini ndio watapata rehema ya Mwenyezi Mungu siku hiyo ya kiyama. Ndugu zangu Waislamu, ilamu anna Allah Ta'ala birahmatihi arshadana fi kitabihi al-aziz. Tujue kuwa Mola Subhanahu wa Ta'ala ametuongoza katika kitabu chake kitukufu kutokamana na rehma, akatueleza mambo ambayo kwamba lau tukiyafanya sisi waumini basi tutaweza kuipata rehma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na miongoni mwa haya mambo ambayo lau tukayafanya basi tutapata rehma za Mola wetu kuanzia hapa duniani na kesho akhira. Jambo la kwanza, ili uwe katika rehma ya Mwenyezi Mungu, al-ihsanu, ni kuwa na ihsan. Na al-ihsan kalimatun jami'atun li usuli ad-din wa usuli al-muamalati wa usuli al-akhlaq. Ihsan ni kalima au ni neno ambalo kwamba limekusanya misingi ya dini, limekusanya misingi ya muamalat, na limekusanya vile vile misingi ya tabia njema. Qala Ta'ala inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Mola wetu asema hakika rehema zake zipo karibu zaidi kutokamana na wale wenye kufanya mambo mazuri, wale wenye kufanya mema, wale wenye kufanya ihsan. Rehema zake bimaana tunajua tayari ya kuwa ili upate rehema ya Mungu wako, ili tupate rehema za Muumba wetu, lazima tutende mema, ndio inaitwa al-ihsan. Farahmatullahi qaribun minal muhsinin alladhina ya'buduna Allah Ta'ala ka'annahum yarawnahu. Rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zipo karibu na wale wenye kufanya mema ambao kwamba yaabuduna Allah Ta'ala ka'annahum yarawnahu, wanamwabudu Mungu wao kana kwamba wanamuona. Bimaana ndio maana halisi ya ihsan, an ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Hii ndio maana kamili ya ihsan, ni kuwa umwabudu Mungu kana kwamba wamuona, na usipomwukia humuoni basi wewe ujue yeye yuakuona. Ndio maana halisi ya ihsan. Fayuraqibunahu fi kulli saghiratin wa kabira wa ya'lamuna annahu jalla jalaluhu ya'lamu sirra wa akhfa fayatamiruna bi amrihi wa intahawna an nahyihi. Hawote waja wema ambao kwamba Mwenyezi Mungu yupo pamoja na wao ni kuwa wanaamrishana mema na kukatazana maovu. Hii yote ni ihsan. Na vile vile wanajua yale yaliyosiri, yaliyofichika na yaliyowazi, kuwa sifa hizi anazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ya'lamu sirra wa akhfa, wanatambua ya kuwa Mungu ajua siri na Mungu ajua yale yaliyodhihiri. Wanakaa mbali na maasi wakitambua kuwa Mola Subhanahu wa Ta'ala yupo. Wa rahmatullahi qaribun minal muhsinin alladhina yuhsinuna fi ibadatihim lillahi ta'ala wa yu'addunaha duna khilal au taqsir au tafrid. Na rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zipo pamoja na wale wenye kufanya mambo mazuri,
zipo pamoja na wale wenye kutenda mema, wenye kumwabudu Mola Subhanahu wa Ta'ala na kutekeleza ibada zote alizoziamrisha Mola zifanywe. Wa rahmatullahi qaribun min almuhsinin alladhina yuhsinuna ila khalqi Allah bilmuamalati alhasana. Na kadhalika ikhwa, rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zipo pamoja na wale wenye kufanya mema, zipo pamoja na wale wenye kufanya ihsani kwa viumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bilmuamalati alhasana, kwa muamala mzuri. Tayari tutambua ya kuwa bimaana kule kuishi muamala mzuri na ndugu yako Muislamu, muamala mzuri na kiumbe cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni sababu ya wewe kupata rehma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kinyume na leo ikhwa, tazama muamala ilivyoharibika. Watu wanaishi kwa bughda, watu wanaishi kwa chuki, watu wanaishi kwa kuhusudiana, watu wanaishi kwa kutanginiana mabaya. Mtu hatamani zuri limpate mwenzake, bali anatamani baya ndio limpate mwenzake. Huu si muamala tuliofundishwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wala huu si muamala ilivyokuja dini yetu ili tuweze kuishi. Hilo ni jambo la kwanza. Thaniyan, taqwa Allah Ta'ala. Jambo la pili, ndugu zanguni, katika mambo ambayo kwamba yanafanya mimi na wewe tuipate rehma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni at-taqwa, ni kuwa na uchaji Mungu. Takwa ni vazi la kipekee yake, ni mtu afaa jipinde kwa ajili ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu at-taqwa al-taqwa huwa al-ityan bi ummahati at-ta'at. Takwa ni kuzifuata zile mama wa toa ni zile ibada tulizoamrishwa tuzifanye, ibada ambazo kwamba lazima sisi tuwe ni wenye kuzifanya ibada kama hizo. Ndio tutaingia katika kundi la wachaji Mungu. Mola Subhanahu wa Ta'ala asema, wa rahmati wasi'at kulla shay fasaktubuha lilladhina yattaqun wa yutuna az-zakat walladhina hum biayatina yu'minun alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi. Hii ni bimaana kwa fupi, rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni pana. Rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zipo katika kila kitu, na Mwenyezi Mungu ameziweka kwa wale ambao kwamba yattaqun, wanamwogopa yeye, wanakuwa na hofu, wanamtii yeye, wayutuna zakata, na kisha wanatoa zaka, yani wanatekeleza zile wajibati walizoamrishwa wazifanye, wao wanazifanya. Walladhina hum biayatina yu'minun, na wale ambao kwamba wanaziamini aya zetu, bwana, wanaamini Qur'an, wanaamini mitume, wanaamini kila kilichokuja kutoka kwa mitume ni kweli. Kisha alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi, na wale ambao kwamba wanamwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba ni mtume asiyejua kusoma na asiyejua kuandika, ambao kwamba ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasomi kilichoandikwa wala hajui kuandika. Hii ni miujiza aliyopewa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jambo la tatu, miongoni mwa mambo ambayo kwamba yafanya tupate rehma za Mola wetu ni rahmatul makhluqati sabilu ila rahmati rabbil ardi was samawat. Ikhwa, ni rahma kwa viumbe, kuwa na huruma na masikitiko baina yetu sisi kwa sisi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kadhalika viumbe vyote, si wanadamu tu, hata huruma kwa hayawanat, kwa wanyama imewekwa. Wanyama pia tuwe ni wenye kuonea huruma. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, arrahimuna yarhamhumur rahman irhamu ahla al-ard yarhamkum man fi as-samaa.
arrahimuna yarhamuhumur rahman, wale wenye kurehemu, wenye kuwa na huruma kwa wenzao, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nao pia anawarehemu, anawasikitikia, anawashushia rahma. Kisha tukaamrishwa na Mtume, irhamu ahlal ardh, wasikitikieni, wahurumieni watu wa ardhini, yarhamkum man fis samaa, watawarehemu wale ambao kwamba wako mbinguni. Bimaana unapomsikitikia mwenzako, unapomhurumia mwenzako kwa njia yote ile, ukamstiri kishida, ukamstiri kitabu, ukamstiri kumwondoshia haja zake au kumtatulia shida zake, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wewe hatakuacha, bali atakuteremshia rahma, atakurehemu katika mgongo wa ardhi na kesho akhira. Wa rahmatul khalqi jami'an basharan au hayawanat min a'zami asbabil maghfira. Na tujue vile vile ikhwa, rahma kwa viumbe wote, wanadamu na wanyama, ni miongoni mwa katika sababu kubwa za sisi kusamehewa madhambi. Yani kuwa na huruma na mwanadamu mwenzako tayari ni miongoni kuwa wasamehewa dhambi zako, hasa madhambi madogo madogo yanakuwa ni yenye kusamehewa na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Fakaifa faqad ghafara Allahu libaghi sakat kalban, vipi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimsamehe kile kisa cha ule msichana Baghi ambaye kwamba alimnyesha mbwa, alikuwa na kiu, ikawa ni sababu yeye kusamehewa na akaipata pepo. Nini? Hata pepo hatuingii kwa hizi amali zetu, tuingia peponi kwa rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hizi amali ni katika asbab, ni sababu ya kufanya tuipate ile rehema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na vile vile yule bwana mmoja aliona mbwa ametoa ulimi, ana kiu, baada ya kuwa yeye amevuta maji katika kisima. Alikuwa na kiu kikali, kisha akanywa maji kama yale. Alipopiga hatua akakutana na mbwa kama yule, ana kiu kikali, huku ametoa ulimi wake. Yule bwana akaangalia, huyu mbwa ana kiu, na kama kila kiu kilivyonishika mimi na nikanywa maji, kwa hiyo acha nimchukue nikamvutie maji nimnywishe. Kule kunywisha tu ikawa ni sababu yake kupata rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuipata pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam mtu kama huyu akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasul, akamuuliza Mtume, wa inna lana fil bahaim la ajran, faqala fi kulli dhati kabidin ratbatin ajr. Yani kwa ufupi alienda kama kuulizia, je, kufanyia wema mnyama pia tuna ujira? Tumekamwambia ndio, kila chenye moyo chenye ukikifanyia wema basi una ujira kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tazama wewe, mpaka kwa wanyama kuna ujira. Je, iweje sisi wanadamu kwa wanadamu? Kwa nini tufanyane uadui wakati aya ziko wazi? Kwa nini tutengane wakati aya ziko wazi? Watu wawe ni wenye kusaidiana kwa uchaji Mungu, watu wawe ni kusaidiana kwa wema. Lakini sisi wanadamu tumekuwa hatuna huruma hata afadhali wanyama, bali tumekuwa sisi ni wapotevu zaidi, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na yote haya ni sisi hatujaamua, ni kutaka kwetu na kujisahauzisha. Wakati kitabu tunacho, tumetukuka, tumekuwa umma bora. Kwa nini tusisifuate hizi njia kwa ajili ya rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, khaba abdun wa khasira lam yaj'al Allah fi qalbihi rahmatan lilbashar. Amekhasirika, ameenda patupu, au amekuwa mtupu mtu mja, na akakhasirika. Lam yaj'al Allah fi qalbihi rahmatan lilbashar, Mola Subhanahu wa Ta'ala hajamweka katika moyo wake rahma, hajampa rahma kwa moyo wake kuhurumia wanadamu wenzake. Mtu kama huyu mwenye moyo mgumu, mwenye roho mbaya,
ni mwenye kuhasirika, ni mwenye kupata hasara, kwa sababu katika moyo wake hakuna hata ladha ya huruma ya kumsikitikia mja wake. Hivi ndivyo tulivyo, hasa enzi hizi zetu. Mtu anajiangalia tumbo lake, basi anasahau kuna masakini, anasahau kuna aitam, mayatima. Huruma hakuna katika nyoyo zetu. Lini tutapata rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Kwa nini tusiwe kama ashabi Rasulillah? Angalia leo hii ni wangapi twaifuata sunna kama walivyokuwa maswahaba, kutembelea wagonjwa, kuzuru ndugu zetu. Ratibu wetu hakuja msikitini, hatujui ana nini, tukamfuata tukamtembelea kutaka kujua hali zake. Haya ndio mambo ambayo yanasababisha mimi na wewe tupate rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maswahaba walikuwa asubuhi, mtu anarauka anamtembelea mwenzake, anamtembelea mgonjwa. Wengine wanatoa mali zao mpaka wanapoulizwa wanasema nimemwachia Mungu na mtume wake. Watu walikuwa wanashindana kwa mema. Kwa nini leo hii tusishindane na mema, ikhwa? Na wao walikuwa ni wanadamu kama sisi, na walikuwa hawako katika dini ya Kiislamu. Wao Uislamu ukaja, wakamwamini mtume, wakaacha ushirikina, kila kitu. Mimi na wewe tumezaliwa katika Uislamu. Kwa nini tujifakhiri peke yake? Tuseme mimi nilizaliwa Muislamu. Fakhri itakusaidia na nini wakati kufuati zile njia ambazo kwamba yafaa uwe ni mwenye kuzifuata? Rabian, al-iman wal jihad wal hijra. Jambo la 4, ikhwa, katika mambo ambayo yanasababisha mimi na wewe tuipate rehema ya Mola wetu, al-iman wal jihad wal hijra, ni kuwa na iman, kumwamini Mola Subhanahu wa Ta'ala, na vile vile kuwa na jihad, uwe na juhudi na nafsi yako, wal hijra, na kufanya hijra kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama qala Ta'ala, innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Hakika wale ambao kwamba wameamini, wakaamini mitume, wakaamini yote yale waliokuja nao na mitume ni kweli, kisha walladhina hajaru wajahadu fi sabilillah, wale ambao kwamba wamegura kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, wamegura kukimbia maasi, wakaenda sehemu ambapo kwamba watu hamwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya Mungu, ulaika yarjuna rahmatallah, hao wanatarajia kupata rehema za Mola wao. Mola Subhanahu wa Ta'ala watu hawa anawarehemu. Walmuhajir huwa man taraka ma naha Allah Ta'ala anhu, mwenye kugura, yule muhajir ni yule anayegura kwa ajili ya kuacha yale aliyokataza Mwenyezi Mungu, yale aliyomzuia Mola Subhanahu wa Ta'ala. Walmujahid huwa man jahada nafsahu fi ta'ati Allah jalla fi ula, na yule mujahid mwenye kupigana jihadi ni yule anayepigana jihadi na nafsi yake katika taa, akailazimisha nafsi yake idumu katika njia iliyonyoka, idumu katika taa, idumu katika ibada. Ni wangapi leo wanapigana jihadi na nafsi? Leo hii ikhwa, tumekuwa tunafuata nafsi zetu, tunaghurika na nafsi zetu, wakati tunajua kuwa nafsi ni mbaya kuliko hata shaitani. Usisingizie shaitani. Nafsi yako kwanza ipinde, kwa sababu an-nafsu katifu intuhmilu shabba ala hubbi ridha. Nafsi ni kama mtoto. Mtoto usipomkatisha kunyonya, mama asipomkatisha kunyonya, basi litakuwa kubwa, bado yataka kunyonya. Sasa nafsi ni kama mtoto, lazima uwe ni mwenye kuizuia nafsi kama ile, uikataze ili ibaki katika mstari wa nataa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Khamisan, min asbabi rahma iqamu as-salah wa ita'u az-zakah wa ta'atu ar-rasul. Jambo la 5 ambalo kwamba ni miongoni mwa sababu ya kuzipata rehema za Mwenyezi Mungu ni kusimamisha swala na kutoa zaka na kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama qala Ta'ala, wa aqimu as-salata
wa atu zakata wa atiu rasula la'allakum turhamun. Simamisheni swala, bimaana watu waswali kwa wakati. Tizama mujtama ikhwa, tizama salatul fajri. Ikiwa sisi twadai tumpenda mtume, kwa nini tusijipinde hasa salatul fajri tukajaza misikiti? Leo hii salatul fajri ni ajabu kubwa. Wale wa mkoba wako mbele mbele ni wazee, vijana wanangorota. Hivi ndio tutarajia rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Hivi ndio tutarajia maghfira? Hivi ndio tutarajia pepo? Si fajiri tu, swala zote za faradhi. Kwa nini ikhwa, hizi swala za faradhi tusiwe ni wenye kuijaza misikiti kama tunavyojaza siku ya Jumaa? Kwani hawa waislamu wa siku ya Jumaa na wale waislamu wa swala adhuhuri na alasiri ni tofauti? La, ni watu wako humu wanasikia mwito hayya ala alfalah, jioni katika kufaulu, lakini wanapuuza, hawataki rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hii ibada ni mmoja wapo ili Mungu akurehemu, ili Mungu akupe rehema zake, mpaka ujipinde, ushikamane. Ndio wanazuoni wakazigawanya zile anwau sampuli za kusubiri. Mmoja wapo ni asabru ala taa, ni kusubiri katika taa, katika ibada. Yafaa ujipinde, kwa sababu shaitani anakulazimisha, anakutatiza kila aina ya njia ili usije kutekeleza ibada. Ni wewe ung'ang'ane, upambane, umshinde. Sasa wale wanaosimamisha swala na wakatoa zaka na wakamtii mtume, Mola Subhanahu wa Ta'ala huwarehemu watu hao, wataishi maisha mazuri katika mgongo wa ardhi na kesho akhira. Kaifa tarju rahmatallahi ya man tuakhiru salah an waqtiha? Vipi watarajia kurehemewa na Mungu, ndugu yangu Muislamu, na wewe wachelewesha swala yako kusali kwa wakati? Kaifa tarju rahmatallahi ya man la tusalli fi jamaa? Vipi wewe ambaye watarajia rehema za Mungu wako, watarajia upate rehema za Mungu, la tusalli fi jamaa, na uswali kwa jamaa, wewe swala zote waziswali peke yako ama wazikusanya swala na kuzilipiza. Kaifa tarju rahmatullah ya man tanamu ani salati almaktuba? Vipi watarajia rehema za Mwenyezi Mungu wakati wewe walala swala za faradhi, fajiri adhiniwa, wewe umejitandika katika matresi na kujifunika shuka? Kaifa tarju rahmatullah ayuha alghani wa anta tahmul bimalika anil fuqara wal masakin? Vipi wewe tajiri wataka rehema za Mola wako na wakati umeukunja mkono wako hutaki kuwamiliki masikini na mafukara ukawasaidia? Je, hivi ndivyo alivyotufunza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Je, haya ndio mapenzi tunaodai tunampenda mtume wetu? Je, ama hii ndio ihsan ya Mungu wetu ambaye pumzi zetu zipo katika mikono yake? Jiulize maswali kama haya ikhwa, ili uweze kurudi nyuma na kuzifuata hizi njia, kwa sababu leo katika mgongo ardhi upo, kesho haupo. Utarudi kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala na utaulizwa kwa neema zote ulizoneemeshwa na ukawa ni mwenye kuzichezea. Khamisan min asbabi rahma ta'atullah wa rasul. Jambo la tano miongoni mwa mambo ambayo kwamba, jambo la sita miongoni mwa mambo ambayo kwamba yanasababisha tuipate rahma za Mola wetu ni kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake pale aliposema Mungu wetu wa atii Allah wa rasul la'allakum turhamun. Mtuini Mungu na mtume la'allakum turhamun, kwa kumtii Mungu na kumtii mtume wenda mkapata rehma. Na hivyo ndio sawa, unapomtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unapomtii mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yale yote waliokuja nao mtume kuyafuata, aliyowakataza ukayawacha, basi Mungu atakurehemu fi dunya wal akhirah. Ayuha alikhwa, fata'atullah wa ta'atu rasul min asbab husuli rahma. Kumtii Mungu na kumtii mtume ndio ni miongoni mwa sababu za kupata rehema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Sabian, ittiba'u awamir alquran wajtinab nawahi. Sababu ya saba au jambo la saba ambalo kwamba ni sababu ya kuipata rehema za Mola wetu ni kuifuata Qur'an. Faman ittaba'a alquran alkarim nala min rahmatihi biqadri ittiba'ihi lahu. Yote yule mwenye kuifuata Qur'ani tukufu basi atapata rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio pale mtume akasema, duru zungukeni pamoja na kitabu cha Mwenyezi Mungu haitu madara, popote kinapozunguka. Bimaana tuishi na kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, maisha yetu yote hiyo ni kitabu cha Mungu wetu. Ndio na Aisha alipoulizwa tusifie tabia ya mtume, aliwaambia nini maswahaba? Aliwaambia kana khuluquhu alquran, tabia yake ilikuwa ni Qur'an. Qur'ani vile inavyosema ndio mtume yuko hivyo. Kwa nini na sisi tusiige tukazunguka na kitabu cha Mungu wetu, tukaishi tukaichukua Qur'ani tukaweka katika majumba yetu, tukaichukua Qur'ani tukaweka katika nyoyo za watoto wetu, nyoyo za wake zetu, nyoyo za majirani zetu na marafiki zetu, ili sote tukutane katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia leo hii Qur'ani tumeigura. Qur'ani kusoma yenyewe ikhwa ni Ramadhani mpaka Ramadhani. Sangapi tutatambua kuna sheria za Mungu ndani yake ili tupate kujikumbusha tunaposahau? Sangapi tutakuwa na nuru ya Qur'an? Sangapi tutakuwa na thawabu za Qur'an? Ndugu yangu Muislam, jitahidi kama hujui Qur'an uijue ndani na nje, ili ujivunie thawabu, ili upate rahma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwani Mungu asema, wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Hiki kitabu tumekiteremsha katika usiku wenye baraka, usiku wenye cheo. Fattabi'uhu, basi kifuateni. Ndani yake kuna makatazo, ndani yake kuna maamrisho, ndani yake kuna maelezo yaliyopita na ya baadaye, ndani yake kuna kila kitu. Wattaqu la'allakum turhamun, basi mcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la'allakum turhamun, huenda mkapata rehema, ili mpate kurehemewa. Bimaana tunaposhikamana na kitabu cha Mwenyezi Mungu, na hii ndio ahadi mtume katika maneno yake ya mwisho katika wasia wake asema, ametuachia vitu viwili, leo tukashikamana navyo basi hatutakuwa ni wenye kupotea milele. Kitu cha kwanza ni kitabu cha Mwenyezi Mungu, hii Qur'ani na sunna zake bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, jambo la mwisho, al-iktharu min al-istighfar, ni kukithirisha kuleta istighfar. Kuleta istighfar, kukithirisha kurudi kwa Mungu wetu, basi ni miongoni mwa sababu za kupata rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun, lao mtakuwa ni wenye kuleta istighfar sana, kumuomba msamaha Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu atakuwa ni wenye kuwarehemu. Imana istighfar ina faida kubwa. Turudi kwa Mungu wetu. Hakuna mkamilifu ni Mola Subhanahu wa Ta'ala peke yake, al-kamalu lillah. Na tuwe ni wenye kurudi kwake na tuwe ni wenye kutubia, wala tusikate tamaa. Tukifuata hizi njia basi tutapata rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bila rehema ya Mungu huwezi kuishi maisha mazuri katika mgongo wa ardhi. Kila hatua ni kwa rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa mkubwa kwa mdogo, kwa mwanamke na kwa mwanamume. Tuishi kwa rehema za Mwenyezi Mungu, ndio utakuta hata pepo tutaingia kwa rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuombe Mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni wenye kuyasikia na kuyafuata, na tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie rehema zake fi dunia wal akhirah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.